Na Yesu asifiwe. Fanya book review ya kitabu nilichokisema, jinsi ya kufufua mambo yaliyokufa kwenye maisha yako. Nasema Mungu alimwambia kwamba anataka kuinua watu wake. Lakini katikati ya huko kuinuliwa, watapitia mambo mbalimbali, majaribu, mitihani na mapito ya kukatisha tamaa. Nasema mtazamo unaokuwa nao wakati unakutana na hilo jaribu, utaamua kushindwa au kushinda kwako katika hilo jaribu. Mungu siku zote humtumia Mkristo mitihani ambayo sababu yake ni kumpandisha kutoka daraja moja kwenda lingine. Sio kila kitu unachokutana nacho maishani kimelenga katika kuangamiza. Hapana. Anapokuletea changamoto, wakati mwingine anatamani umpende yeye zaidi kuliko vitu anavyokupa. Namba 2, anasema anataka kukuonyesha udhaifu wako. Namba 3, anataka kuandae kwa ajili ya ujio wake. Na namba 4, anasema wakati mwingine anataka tu azidi kujifunua kwako. Hizo ni sababu anazoziona za kwa nini unapitia changamoto. Kwa nini unapitia mapito hayo ulionayo sasa hivi. Yesu alipoambiwa Lazaro anaumwa, akasema ugonjwa huu si wa mauti. Alipoambiwa Lazaro amekufa, akamwambia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nawe pia unaweza kuona jambo lako limekufa, unaweza kuona ulipofika ni basi, lakini kwa Mungu hilo jambo limelala tu. Anao uwezo. Kutokujibiwa kwako kwa wakati mwafaka uliotaka wewe, sio kwamba unalaana au kwamba Mungu anakuchukia. Mungu tu anaangalia wakati wake mwafaka, akujilie wakati gani ambao huo wakati jina lake litatukuzwa. Anajibu wakati ambao kila mtu ataamini kwamba ni yeye. Kuna kitu kimenivutia kwenye kitabu na ni vikwazo vya kutofufuka kwa mambo yako kwenye maisha. Kikwazo cha kwanza ni dhambi. Mithali 28:13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Dhambi inamfanya adui yako mnyonge awe na nguvu za kukushinda. Adui anakuwa na uwezo wa kucontrol. Dhambi inamfanya Mungu aliye mkuu asijidhihirishe katika maisha yako. Dhambi haiondolewi kwa sababu wewe ni muumini mzuri wa kanisa, unaenda kila siku kanisani. Hapana. Dhambi inaondolewa kwa kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Warumi 10:9-10. Kwa sababu ukimkiri Yesu ya kuwa ni Bwana kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako, utaokoka. Damu ya Yesu inasafisha dhambi, na usikubali kukaa katika dhambi. Kama bado hujaupata huo wokovu, unatakiwa upate. Na walioupata, kama kwa namna yoyote umejichafua, damu ya Yesu ipo kwa ajili yako. Kwa hiyo kikwazo cha kwanza ni dhambi. Kikwazo cha pili, kutokujua. Hosea 4:6, watu wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Mithali 8:9, yote humwelekea yule afahamuye. Yote huelekea mbele yao waliopata maarifa. Kikwazo cha tatu anasema ni kutokutii maagizo ya Mungu. Zingatia sana maelekezo na maagizo ya Mungu kwako, sababu nyuma yake kuna baraka, neema, uwezo na mafanikio makubwa sana. Kikwazo cha 4 ni kikwazo cha maamuzi mabaya. Maamuzi ni ya thamani sana katika maisha yako. Unajua kabisa ni wapi uliamua vibaya. Rekebisha hayo maamuzi ili uweze kufufua mambo yako yaliyokufa maishani. Na ametaja vitu ambavyo vitakusaidia hapa kwenye maamuzi hapa. Kuwa makini sana unapotakiwa kutoa maamuzi papo hapo. Kuwa makini unapotoa maamuzi kwa kushirikisha marafiki. Marafiki wabaya wanaweza kukushauri vibaya. Jihadhari sana kufanya maamuzi unapokuwa na hasira. Jihadhari na maamuzi unayotaka kufanya baada ya kukosa ulichokitarajia kwa muda mrefu. Asilimia ndogo sana wanaweza kufanya maamuzi mazuri wakati wamekata tamaa. Mithali 13:12 inasema kilichotarajiwa kikikawia moyo huugua. Tunaingia cha 5. Cha kwanza kilikuwa ni kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pale kwenye kikwazo cha dhambi. Inawezekana kuna dhambi inasababisha hilo jambo lisifufuke. Pili ni kutokujua. Kikwazo cha 3, kutokutii maagizo ya Mungu. Kikwazo cha 4, maamuzi mabaya. Kwa hiyo sasa namba 5. Kikwazo cha 5, kutokusamehe wale waliokukosea. Lakini hapa niongeze kwamba na ukawaombe msamaha pia uliowakosea. Inaweza kuwa kikwazo kikubwa sana cha mambo yako kufufuka. Kwa hiyo katika hiki kitabu niliona nikuchukulie hayo. Utakapokiona, tafadhali kinunue na usome jinsi ya kufufua mambo yaliyokufa katika maisha yako. Hadi wakati mwingine, Bwana atakupigania.
wewe utanyamaza kimya.